Filamu yetu ya leo inaanzia katika chumba ambapo anaonekana mama mmoja akiwa anajifungua. Kuna bibi mmoja alikuwa akimsaidia. Ukweli haijawa kazi rahisi. Hapo ndipo huwa tunasema mama ni mama. Wakati anaendelea kupambana kumleta mtoto huyo duniani, messenger au mganga wa falme hii alipata ishara ambayo sio nzuri. Radi zilipiga nzito kama zile za Sumbaranga. Mganga alishituka na kupiga kelele nzito. Dada alijifungua mtoto wa kike. Baba na wengine wote walifurahi sana. Ghafla ilipiga radi nzito ambayo ni wazi kuwa ilikuwa inaashiria jambo la hatari. Kwa mfalme alipokuwa akipiga soga na mke wake, mara anakuja Azemo. Mfalme anauliza, kuna taarifa gani umeniletea Azemo? Azemo anasema, kuna mgeni ameingia katika falme yetu, mtoto aliyezaliwa na nguvu za giza. Mtoto huyo atatuletea shida sana. Mfalme anauliza, kwa hiyo Azemo, unashauri nini tufanye? Azemo anasema, mtoto huyo lazima aende akauliwe kwenye msitu wa mashetani uliopo mbali na kijiji, ili kuokoa watu wa kijiji chetu. Mfalme anasema ni wazo zuri sana, ni heri tutoe damu ya kitoto hicho kichanga kwa ajili ya maslahi ya falme nzima. Azemo akasema atahitaji walinzi kwa ajili ya kutekeleza zoezi la kumpeleka mtoto huko msituni. Huku familia ikiwa inafurahi kwa kupata mtoto wa kike, huku wakicheza na kufurahi, huku wakipata wine. Mfalme alimuita mzee mmoja ambaye alikuwa ni mshauri wake. Alimuuliza nini maoni yake kuhusu taarifa ya mwanamke mchawi kuwa amejifungua mtoto wa ajabu. Mzee alisema, kwa kuwa mwanamke huyo ni mchawi, mtoto wake pia lazima atakuwa mchawi. Mfalme anasema ni kweli, ndio maana nimependekeza mtoto akatupwe msituni na mama yake pia akafungwa huko msituni. Wazazi wakiwa wanaendelea kufurahi, mara wanakuja walinzi wa mfalme na wanasema, tumekuja kukichukua hicho kishumileta kidogo kilichozaliwa tukakitupa kwenye msitu wa kichawi. Wote wanainuka na kuanza kuuliza, mtoto wa nani mchawi mnayemzungumzia hapa? Walinzi wanasema mtoto. Anaingia ndani mlinzi mmoja na kutoka na mtoto. Baba anarudi mbio mbio baada ya kusikia vilio nyumbani kwake. Anauliza, anaambiwa mtoto amechukuliwa. Mbio mbio anafuatilia wapi anapelekwa na kujaribu kuzuia, lakini anaambulia kifo. Taarifa inarudi nyumbani na majonzi yanaongezeka zaidi. Familia yote ikaandamana hadi kwa mfalme. Wanamwambia mfalme, askari wako wamemchukua mtoto mchanga na kumpeleka kusikojulikana. Pia wameua baba wa mtoto huyo. Mfalme anawaambia walinzi wajieleze wenyewe kwa nini wameua. Walinzi wanasema ni katika harakati za kujitetea. Mfalme akasema hii haiwezi kusamehewa. Akawaamuru walinzi kuondoka na kutorudi tena katika falme hii. Waliomba msamaha walinzi, lakini haikuwezekana. Walifukuzwa na kwenda mbali na kijiji. Wazazi wao pia walijaribu kuwaombea msamaha, lakini ilishindikana. Mama wa yule mtoto mchanga naye alipotea, na ndugu walianza kumtafuta kila mahali. Walifika mahali wakachoka na kutaka kurudi nyumbani, lakini walipeana moyo na kuendelea kumtafuta, lakini hawakumpata. Miaka ilipita. Katika falme nyingine alionekana mama mmoja na binti wakiwa wanapeana hadithi za hapo zamani za kale. Anakuja kijana mmoja na kumletea mtoto huyo mdogo zawadi, kisha akaondoka. Okino anamuuliza mama yake, zawadi tena? Okino anasema, mimi nimefanya kile naamini ni sahihi, wala sikuhitaji zawadi. Mama anasema, wanakushukuru kwa kazi nzuri unayofanya kwa watu wa kijiji hiki. Upande mwingine kuna huyu mama ambaye mwanzoni mwa story mtoto wake alichukuliwa mara tu baada ya kuzaliwa. Anasema wamechukua kila kitu chake na kuamua kumweka katika hali hii. Anasema lazima alipe kisasi, atahakikisha wote waliohusika wanateseka. Anataka kulipa kisasi cha mwanaye na anasema hakuna yoyote wa kumzuia. Wanafamilia pia wamekaa wakiwa wanazungumza, wanasema ni miaka 5 sasa tangu ndugu yetu mpendwa ameondoka. Anasema anamkumbuka sana, nakumbuka vile jinsi ambavyo alikuwa akitufurahisha, na hatujui hata huko aliko maisha yake yapo vipi. Lakini bado wanamuombea na wanasema bado tuendelee kumtafuta. Ipo siku atakuwa pamoja nasi tena. Wazee wa kijiji pia wanagombana mtaani. Kila mmoja anasema shamba hili ni langu. Mara anakuja Okino na mama yake. Anasema mimi najua. Akachota mchanga akawapa wote wawili. Kisha akasema ardhi hii ni ya huyu. Waliporudi nyumbani, mama yake alimshukuru sana binti huyu kwa kuwasaidia watu wa kijiji hiki. Kisha wakaelekea kuandaa chakula. Okino akaanza kusema, kuna mwanamke ameamua kulipa ubaya kwa ubaya, yani ubaya ubwela. Mama anauliza, unasemaje? Okino anasema usijali mama. Mke wa mfalme anasema mtoto wao anakaribia kufika miaka 6. Wanajiandaa kuita wanakijiji kwa ajili ya kusherehekea siku ya kuzaliwa ya kijana wao. Madam Shumileta naye akasikia swala hilo. Anasema na yeye atapeleka zawadi ambayo hawatokuja isahau katika maisha yao. Okino akiwa misele yake, anakutana na jamaa mmoja anaenda shamba. Anamwambia usiende, kuna nyoka atakudhuru. Jamaa anasema panga ninalo, kama ni nyoka sinamuua tu. Kisha akaenda zake. Asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Jamaa akaletwa kuja kupata tiba baada ya kungatwa na nyoka. Okino anasema nilikuambia, lakini mama anasema msamehe tu, mpe tiba. Jamaa alitibiwa akafurahi sana.
Nyumbani kwa mfalme, ile siku ya kuzaliwa kwa mtoto wa mfalme imefika. Watu wamefika wengi. Mjumbe wa miungu ya falme hii akiwa anatoa neno, akashuka Shumileta. Wote wanashituka. Kisha mfalme anauliza, wewe ni nani na vipi umekuja kutuharibia shughuli? Anasema amekuja kutimiza ahadi iliyowekwa kwa muda mrefu na kulipa kisasi. Mke wa mfalme anauliza, ni ahadi na kisasi cha nini umekuja kulipa? Shumileta anasema, ni kisasi cha damu ya mwanangu na mme wangu iliyomwagika. Mjumbe anasema, nakushauri uondoke kabla sijafanya lolote. Shumileta anasema, naanza na wewe. Akampiga kimbwera moja, mjumbe akaanguka na hakuinuka tena. Shumileta anasema, sasa leo na waachia laana. Magonjwa hayatoisha katika majumba yenu, na ili kufuta laana hii nahitaji kichwa cha mfalme na mtoto wa mfalme ndani ya siku 7. Watu yakawatoka mateke kuanga hapo hapo. Shumileta huyo akasepa zake. Shumileta anafika hadi mahali alikuwa akiishi zamani. Anakutana na ndugu zake. Mdogo wake anamkumbuka dada yake na kumuuliza, wewe ni Yuge? Yuge anasema, nisameheni na nyie mmeingia kwenye laana hii, lakini mwambieni mfalme afanye kama nilivyomwagiza. Mama alimwangalia Yuge mkononi, akamwona amevaa bracelet. Akamuuliza, hii bracelet umeipata wapi? Nina mashaka na nguvu zako zinatokana na hii bracelet. Yuge akaanza kusimulia jinsi alivyoipata bracelet hiyo. Anasema siku moja alikuwa akienda kukata kuni. Alipofika njiani alimkuta bibi mmoja ambaye alikuwa anaomba msaada kwenda kuchotewa maji. Aliwaomba mabinti wawili, lakini mabinti wale walikataa. Yeye akaona ajitolee aende akamsaidia bibi kuchota maji. Aliporudi ndipo akapewa na yule bibi bracelet hiyo. Kisha akasema, bracelet hii nilipewa na mama yangu kabla hajafika. Nilishindwa kumpa mtu mwingine kwa sababu nimebaki peke yangu hapa, lakini leo ninayo furaha kuwa nimekupa wewe bracelet hii. Aliporudi nyumbani alijiuliza sana kwa nini bibi huyo aliamua mpe yeye bracelet hiyo, maana ilikuwa nzuri kuliko hata yake. Pia akajisemea moyoni, bibi huyo yupo mpwekwe sana, nitakuwa naenda kumsaidia hata kufagia uwanja tu. Siku ilipofika, alitoka na kuelekea nyumbani kwa bibi huyo. Alipofika aliita bila mafanikio yoyote, akaamua kuchukua fagio na kuanza kufagia. Punde si punde anapita kijana mmoja. Okino akaamua kumuuliza, huyu bibi hapa yupo wapi? Jamaa anasema, bibi amefariki jana jioni na amezikwa. Okino alisikitika sana. Baada ya kusimulia hayo, mama yake anamuomba Yuge atumie ubinadamu kuwasamehe watu wa falme hii. Yuge wanawaambia waende kwa mfalme kufikisha ujumbe wake. Wakiwa njiani, mbio mbio, wanakutana na wanafamilia wanauliza shida nini? Mama Yuge anasema, Yuge amerudi, lakini amebadilika kuwa Shumileta na ametutuma kwenda kwa mfalme kufikisha ujumbe. Baba anasema, siwezi kwenda kwa mfalme tena. Familia inamuomba baba waende, japo ana maumivu bado, lakini kutokana na hali walionayo, hawana budi. Wanakijiji walijaribu kumfuata Yuge na kumwomba Yuge awasamehe. Yuge hakutaka kumsikia mtu yoyote. Okino aliendelea na upako wake wa uponyaji. Aliwaponya wagonjwa wa kila namna na kila rika. Yule mzee mwanzo alikuwa akigombania shamba, leo kaja kumroga mwenzie. Okino alipoona akaamua kumuonya kidogo. Mfalme akakaa na walinzi wake na kuwaagiza kwenda kwa Yuge, wakachome kila kitu chake ila wazingatie usalama wa wanakijiji. Walitoka walinzi na kuelekea kwenye kilinge cha dada Shumileta. Walipofika walimwambia Yuge, sasa tumechoka, wanakijiji wanateseka kwa ajili yako, sasa inatosha. Waliposogea na kutaka kumshambulia, walipigwa na kitu kizito ambacho kiliwabadilisha mtazamo wao. Hapo hapo wakaanza kumsifu Yuge kuwa yeye ni mrembo, hana baya na mtu. Yuge akawaamuru walinzi warudi kwa mfalme na wakalete kichwa cha mfalme. Kutokana na uwezo wa Okino kutibu watu, leo kuna kijana amekuja kuwashauri wafanye iwe kama biashara. Anasema watu wa kijiji cha Oki wanaumwa, ukienda kule na mwanao utapiga hela. Lakini wawili hawa wanakataa. Wanasema sisi tupo kwa ajili ya kuwasaidia watu tu na sio biashara. Jamaa aliendelea kujaribu kuwashawishi, lakini Okino akaona kama imekuwa kelele sasa, akaamua kumtia ububu kwa dakika kadhaa, baadaye akamwachia. Walinzi waliporudi, mfalme anauliza kama kazi ya kumtokomeza Shumi imekamilika. Walinzi hawakujibu chochote, badala yake wakatoa panga na kutaka kummaliza mfalme. Mfalme anakimbia, lakini Shumi alikuwa akiangalia tu. Leo wazee wameamua kuja kuomba msaada kwa Okino. Wanasema familia zetu zote zimekumbwa na maradhi ambayo yamekosa tiba kwa muda mrefu. Okino anasema, nafahamu hii ni kwa sababu ya laana aliyotoa mama mmoja ambaye mtoto wake alitupwa kwenye msitu wa kichawi na mume wake aliuawa. Wazee wanasema ni kweli kabisa. Kweli haka katoto kana nguvu ya miungu. Wanasema aliondoka miaka 6 iliyopita na amerudi na nguvu za ajabu. Okino anasema nguvu yake inatokana na bracelet aliyovaa mkononi, ile alipewa na yule bibi. Wazee wanaomba msaada kwa Okino, lakini mama ana wasiwasi maana ni jambo zito. Okino anasema, mama usijali, nitalishughulikia hilo.
Walijiandaa na kuanza safari akiwa na mama yake. Alifika njiani akasimama kwa sekunde kadhaa na kupiga dua kidogo kabla hajaingia katika falme hii. Alipofika mfalme alikaangalia katoto hako, alikadharau sana. Akasema, mmeleta katoto haka ndo kaje kupambana na jambo zito kama hili? Ila wazee wenyewe hawana wasiwasi na Okino. Kwa kuwathibitishia kuwa anaweza, Okino alichota mchanga, akaunenea kwa lugha, kisha akaumwaga chini. Hapo hapo wote walipona. Shumi kule akapata taarifa kuwa ule ugonjwa aliowapa watu kama laana, kuna katoto kameweza kuutibu. Shumi alishangaa sana. Mtoto huyo ana uwezo gani hadi kuweza kuondoa laana hiyo? Shumi aliahidi kukatafuna katoto hako. Okino na mama yake walikaribishwa kuendelea kukaa kwa mfalme. Okino alipotoka kwenda kucheza na mtoto wa mfalme, Shumi alitokea. Shumi akamtaka Okino aondoke kwenye falme hii haraka. Okino anasema, siwezi kuondoka. Shumi alipotaka kumshambulia Okino, akayeyuka. Mama yake Okino akaanza kuona kama hawapo salama. Alimwambia mwanaye waondoke, lakini Okino alikataa na kuahidi kuendelea kuwalinda wanakijiji. Siku iliyofuata Okino akaenda kwa Shumi kumwomba wasamehe watu wa kijiji hiki. Shumi alisikitika sana. Akahisi mfalme ameamua kumtuma mtoto kwenda kuomba msamaha. Shumi akagonga fimbo yake chini kumrudisha binti Okino hadi kwenye jumba la kifalme. Okino alipofika, anaulizwa ulikuwa wapi? Anasema, kwanza naomba unisamehe. Japo ulinikataza nisiende, lakini nimeenda kwa Shumileta kujaribu kuongea naye. Japo mazungumzo yangu hayakuzaa matunda, badala yake alimpa hasira. Wote walijaribu kumuonya, maana Shumileta ni mtu hatari sana. Siku ya 7 ilipofika, Shumileta anakuja kwa mfalme kuulizia kuhusu kichwa cha mfalme na mtoto wake. Lakini mfalme anasema, tunaomba utusamehe, tulipotoshwa na mjumbe wa kijiji. Shumi anasema, msamaha wako hauwezi kumrudisha mtoto na mume wangu waliouawa. Leo ndio siku ya kulipa kisasi changu. Okino anatokea na kusema, nitamlinda mfalme na watu wa kijiji hiki. Shumi anashangaa, huyu mtoto ametoka wapi, anajiamini hivi? Okino anasema, uchawi uliouendekeza ndo unafanya ushindwe kumwona mwanao. Shumi anashangaa, mwanangu, unatania? Okino anasema, sikutanii, wewe ni mama yangu. Shumi anashangaa, mwanangu, nilikutafuta sana. Walimuuna mume wangu, wakakuchukua na kukupeleka kwenye msitu wa kichawi. Ulikuwa wapi mwanangu? Shumi alishindwa kufanya chochote, akajikuta akasamehe na akasahau yote yaliyopita. Alifurahi sana kukutana tena na mtoto wake. Mfalme aliomba msamaha kwa kile alikuwa amemtendea Shumi. Pia alimkaribisha tena katika falme hii. Familia pia ilifurahi sana pia, lakini mdogo wake akauliza, vipi kuhusu uchawi wako? Akasema, bado ninao, lakini kwa sasa nitautumia kwa mambo mazuri tu. Mfalme pia aliitisha mkutano na kumkabidhi Okino zawadi na kumtangaza yeye ndo atakuwa mjumbe wa falme hii. Kama bado haujasubscribe, subscribe sasa